would rather play with a man that worships the prophet. Mimi husema daima ni heri nicheze na mtu ambaye humwabudu nabii than to play with a man that criticizes the prophet. Zaidi ya kucheza na mtu ambaye humkosoa nabii. A man that worships Brother Branham is better. Mtu ambaye anamwabudu ndugu Branham ni bora than somebody who criticizes him. Zaidi ya mtu ambaye anamkosoa. Because John even made the same mistake in the Bible. Maana Yohana pia alifanya makosa hayo He wanted to worship the messenger. Alitaka kumwabudu mjumbe that showed him the book of Revelation. Aliyemwonyesha kitabu cha Ufunuo. And he says, don't worship me. Akamwambia usiniabudu. I am one of your fellow servants. The prophets worship God. Mimi ni mmoja wa joli wako wa manabii muabudu Mungu. But a man that criticizes the angel, lakini mtu ambaye anamkosoa malaika, that person is indicted to the roots. Huyo mtu ameshtakiwa hadi kwa mizizi. Zedekia, he mocked the servants of God. Aliwadhihaki wajumbe wa Mungu. He despised the prophecy of Jeremiah. Alidharau nabii wa Yeremia. Until when Nebuchadnezzar came, hadi wakati Nebukadneza alikuja, he plucked out the eyes of Zedekiah. Aliyang'oa macho ya Zedekia. He was taken as a blind leader to Babylon. Alichukuliwa kama kiongozi kipofu kwenda Babeli. To be used as sports. Kutumiwa kama michezo in front of the people. Kutumiwa kwa michezo mbele za watu. And it was at the time of Zedekiah. Na ilikuwa ni wakati wa Zedekia. The temple was destroyed thoroughly. Hekalu liliharibiwa kabisa. He caused the temple of Solomon. Alisababisha hekalu la Suleimani to be destroyed. Liharibiwe. And the vessels of the temple na vyombo vya hekalu that remains to be taken back to Jerusalem, to Babylon. Viliosalia vipelekwe Babeli. Now there's no more Jerusalem. Sasa hakuna tena Yerusalemu. All the inhabitants wote wenyeji are captives in Babylon. Ni watumwa kule Babeli. But there was a prophecy. Lakini kulikuwa na unabii. There was a prophecy. Kulikuwa na unabii. That you shall come out. Ya kwamba mtatoka. Of Babylon. Kutoka Babeli. It says here. Inasema in Jeremiah 27. Katika Yeremia 27. Verses 8. Mstari wa 8. It says, and it came to pass. Nasema na ikaja kutimia. That the nation which will not save the name, the same Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Ya kwamba mataifa that will not save Nebuchadnezzar. Taifa ambaye alikataa kumtumikia Nebukadneza. And that will not put their neck under the yoke of the king of Babylon. Na kutia shingo zao katika nira ya mfalme wa Babeli. That nation will I punish. Mimi nitaliadhibu taifa hilo. This is hard prophecy, this one. Sasa huu ni unabii mkubwa. Because you are telling God's children. Maana unaambia watoto wa Mungu. To bow down to Babylon. Wainamie Babeli. That's the prophecy of Jeremiah. Huo ni unabii wa Yeremia. So here's what is happening. Kwa hivyo hapa hiki ndio kinatendeka. You have the religious people. Mna watu wa kidini. Who are pretending to love God. Wanaojifanya kumpenda Mungu. By disobeying the prophet. Kwa kosa kumtii nabii. So the directive is coming from Jeremiah. Agizo linatoka kwa Yeremia. To say, listen. Akiwaambia sikiza. This Nebuchadnezzar. Huyu Nebukadneza. Just surrender yourselves for now. Jiachilieni tu kwa sasa. So that you can at least worship God in Jerusalem. Ili tu muweze kumwabudu Mungu Yerusalemu. But the short-sightedness of people. Lakini kukosa kuona mbali kwa watu. Who are in Jerusalem itself. Walio Yerusalemu. They are not even worshippers of Jehovah truly. Hao hata sio waabudu wa kweli wa Yehova. But they use the name of God. Lakini wanatumia jina la Mungu. To disobey Nebuchadnezzar. Kukosa kumtii Nebukadneza. But yet do not uphold the standards of an Israelite. Lakini hata hivyo hawashikilii viwango vya kuwa Mwisraeli. It's like a message believer who is not living right, busy shouting at watchtowers at work. Ni kama tu mwaminio wa ujumbe ambaye haishi sahihi, akiwa ameshikamana akipiga kelele kule kazini. He's trying to show how religious he is. I'm a believer of the message. I stand for this, I stand for that, but you can see this one. Yourself, you are in nyaka, you need help. Wewe mwenyewe uko katika mambo ya dunia, unahitaji msaada. Sema amina. Say amen. It's Jeremiah. Ni Yeremia. He says that nation. Anasema taifa hili. Will I punish, saith the Lord. Nitaliadhibu, asema Bwana. With the sword and with famine and with pestilence. Kwa upanga na njaa na kwa tauni. Until I've consumed them by his hand. Hadi nitakapokuwa nimewaangamiza kwa mkono wake. Therefore hearken not ye to your prophets, nor your diviners, nor to your dreamers. Lakini msisikilize manabii wenu wala wabashiri wenu wala ndoto zenu. Nor to your enchanters or sorcerers, we speak unto you saying, ye shall not save the king of Babylon.
wala watambuzi wenu wala waganga wenu wanaowaambia ya kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli. If you look at the Jeremiah's message of saying save Babylon and this one of saying don't save Babylon, it looks like the ones that are saying don't save, they are telling the truth. Ukitazama ujumbe wa Yeremia wa kuambia mtumikie Babeli na hawa wanaosema msitumikie Babeli, inaonekana hawa wako sahihi. Like people who used to criticize social media, YouTube. Na watu walikuwa wanakosoa kupeperusha kwa ibada kwa YouTube. Oh, live streaming is popularity, spirit of the devil. COVID came in. Roho wa shetani. COVID ikakuja. Everyone. Kila mtu aliyekuwa nakosoa. Now you start seeing them with a phone that is shalom believers. What happened to? Unaanza kuwaona na simu wakisema shalom waamini. Sema amina. Are you seeing what's happening here? Je, unaona kile kinafanyika?